yake, kwa sababu napenda kuimba kitu ambacho kina based on true story au vitu ambavyo vina happen, you know. Kwa hivyo tukawa tumekaa pale na nikapata idea fulani na then nikaanza kuandika nyimbo, nikampa. Baada ya kumpa nikaona naimba lakini haimbi vile ninavyotaka, you know. Nikajaribu kumdirect akavutiwa na jinsi ninavyomdirect na kumfundisha jinsi gani, lakini yeye alikuwa superstar already. Yeah, so yeah, bado akawa yuko interest na mimi, akanambia basi unaje ukiimba kidogo. Ilikuwa mashallah. Kwa hivyo yeah, nikaenda kuimba nini, tukaenda kwa kina Mr. Blue. Naam. Mr. Blue fika kwao, muonesha jinsi gani nyimbo tunaimba, akasema nzuri, naomba na mimi niimbe, naye akaingia kwa tukawa watu watatu katika nyimbo moja. And then tukatoa nyimbo ya Maria. So nyimbo ilifanya vizuri ya Maria. Manager wa IB Skills akataka na yeye kunimanage, na mimi kunimanage, kwa sababu amefurahishwa na kipaji changu, akaona kwamba niko vizuri na kipawa, niko na talanta, you know. Kwa hivyo akaona sawa, ndo hapo nikaingia kwenye muziki straightly. Fantastic. Congratulations on being one of the top artists in East Africa. Thank you. Yes. Now, but the challenge is we're facing a lot of West African music, a lot of South African music that is coming up. How do we define ourselves? Kama wasanii wa Afrika Mashariki. Wao watuige, sio sisi tuwaige wao. Okay, good. Good question. Let me tell you this, bro. Sisi, I mean East Africa, you know. Let me talk about Tanzania. As in mimi naimba bongo flavor. Na bongo flavor ina flavor nyingi sana. Bongo flavor means flavor ziko imechanganyika kama unavyoona ubongo umechanganyika. Kuna R&B, zuki and taarab na vitu vingi, hip hop na nini, ndio maana inaitwa bongo flavor. Lakini kuna muziki umepewa jina peke yake, umeelewa? Yani kama New York State na New York somewhere, I mean sehemu, umeelewa? Kwa hivyo kuna bongo flavor as in, yani in general ni muziki wa Tanzania, na bongo flavor ni jina la muziki fulani. Do you understand? Yeah, kwa hivyo tuna sisi na wa Nigeria kuna kama flavor fulani na inafanana lakini haifanani kwa sababu ya lugha, tunaimba Kiswahili. Unaona? Kabisa. Na tatizo liko kwenye kujijua kwamba una kipaji kiasi gani. Haiwezekani kuwa unamwiga mtu mwingine ambaye unahisi kwamba unapoiga muziki wake utakuwa unanufaisha soko la muziki wao Nigeria. Sisi tulikataa kwetu hiyo. Kuna kipindi tulikuwa tunapiga sana kwaito, tulikataa vile vile. Tukaambiwa tutaki kufanya mambo ya kwaito, tunatakiwa tufanye muziki wa nyumbani ili tufikishe mbali. Umeelewa? Ni kweli tunapenda music, tunapenda muziki yao, umeelewa? Lakini we need to support kwanza vya kwetu. Tuendelee kusupport, umeelewa? Ili na wao waweze kutuiga, tuweze kufanya vizuri. Lazima wasanii wafanye muziki mzuri. Do you understand? Definitely. Yeah, unafanya muziki mzuri, unafanya wewe kwa ajili yako, ya maisha yako, na kwa ajili ya taifa lako, kwa sababu utakapofanya muziki mzuri unatangaza muziki kutoka kwa nchi yako. This system has worked in Tanzania. A lot of Tanzanians are very patriotic about their music, about their culture. Yeah. Wanajivunia. But it's not the same case when it comes to Kenyan artists and Ugandan artists. Actually, Uganda, you can actually survive on music. Lakini Kenya kwetu kidogo tuko nyuma. Waona sababu gani? Okay. Wow. Look. Hiyo kiukweli kwa sasa hivi naweza kusema kidogo maybe, but before you guys mlikuwa vizuri. Lakini kitu ambacho kilichokuwa kimeingia kati, umeongelea kwa mada ya Nigerians na nini. Nigerians walikuwa wamesha take over
naelewa. Muziki wa East Africa sisi tunasikiliza Nigeria, tukiimba tunaimba Nigeria, you know. Lakini baada ya sisi Tanzania kukataa, nilisikia na huko pia mmekataa au mjakataa kidogo? Bado tupo. Lakini sio kwamba inamaanisha kwamba sisi tunataka tukatae music kutoka Afrika. Hapana. Support, lakini vile vile tujue kwamba cha kwetu ni cha muhimu sana. Support muziki wa Kenya uweze kuwa juu ili na wao waweze kutuiga. Kwa sababu nakumbuka hata sisi Tanzania kuna kipindi fulani tulikuwa tuna excellent tunafanya katika muziki, tunaimba lakini tunatumia excellent ya kwenu, tunaimba Sheng. Umekumbuka? Hauje kusikia hizo nyimbo? Tunapenda kwa sababu mmetuinspire ni kufanya hivyo. Lakini sasa fanyeni tena na tena ili tuweze kufanya tena na tena. You know? Kwa yani jitahidini, as in come on, yani balance kina nini, kina nani, kina Jua Kali wako wapi nowadays? Au vipi? Kuna kina Nameless na nani, mimi sasa hivi sisikii kidogo. Yeah, hata mimi nilikuwa nimepumzika lakini sasa you know, we come back, we'll talk about that in a short while. How you went on hiatus for a while, ukapumzika, lakini work hard. Indeed. We got Ali Kiba in the studio. We're going to be throwing him in the Chalbi as Ngamao in the corner is just oogling. No, I'm not. The question okay. was, what was the question? He's gonna sing it for me. I'm bidding my time. You're like my princess right here. You don't worry about it. I told you. Yeah. You say, hey. That's my heart, by the way. You know? We got That's my heart. news coming up in a short while. After that we come back. Ali Kiba is... Oye bwana, nifanyeni msaada tafadhali. Manaki watu wanaona ni kama labda tumeleta tu mtu Jamani, mimi nataka saule. Kama mapenzi ghorofa yamejaa Kariakoo au Nairobi. All right.